Habari yako mtabiri mkuu? Salama kabisa na karibuni tena leo. Ndio. Karibuni katika vipindi vyetu endelevu. Ndio. Na leo nawasikiliza, mmekuja mwataka tuzungumze nini? Kazi kwenu. Mtabiri mkuu bwana, tumekuja hapa mashindano ama finali imeshakamilika. Ndio. Na tumekuja hapa mtabiri mkuu uje kutufafanulia zaidi. Ndio bwana. Kwa kile ambacho ulikitabiri mara kwanza. Ndiyo. Na ulikuwa ni mtu ulikuwa ni moja kwa moja unatabiri kuhusiana na hii michuano ya African, lakini kwa bahati nzuri mtabiri mkuu kile ambacho amekitabiri ndio kitu ambacho kimetokea vile vile. Ndio bwana. Japo kuna baadhi ya vitu vingine huenda watu wakawaona haviko sawa, kila mtu anasema lake. Sasa leo tumekuja utufafanulie, kwa sababu ile timu ambayo umesema itatoa ubingwa, itachukua ubingwa, ndio timu ambayo imechukua ubingwa. Sasa mtabiri mkuu, karibu sana uweze kutufafanulia masuala haya. Sawa. Ndio. Kwanza mmechelewa. Ndio. Mmechelewa sana. Ingebidi mje wakati final inataka kuchezwa. Ndio. Sasa nyinyi mnakuja final ishachezwa, lakini si vibaya. Ndio. Sasa ni kama vile nilivyotoa matabiri yangu ya awali kabisa. Ndio. Au sio bwana? Ndio. Mlikuja hapa nikawapa utabiri wangu, au sio bwana? Ndio. Nikawapa utabiri wangu, nafikiri mlikuja hapa kwenye tarehe 19 hivi mwezi wa 12, si ndio bwana? Ndio. Ni kati ya tarehe 19 au 20. Ndio. Mliweza kufika hapa nikatoa matabiri yangu yale. Ndio. Mkanihoji, au sio bwana? Ndio. Nikamwambia ili mnielewe vizuri tundeni katika ubao tukachole, au sio? Ndio. Kwa hiyo tukafika pale tukachola, au sio bwana? Nikawaeleza timu zenye nguvu pale. Ndio. Nikawaambia timu zenye nguvu nikazichola pale ni Zambia, au sio bwana? Ndio. Nigeria, au sio? Ndio. Senegal, au sio bwana? Ndio. Nikawaambia ya 4 ni Ivory Coast. Ndio. Ya 5 ni Morocco na ya 6 ni Egypt. Ndio. Nafikiri nilikuwekeeni pale. Ndio. Umeona nilikucholeni vizuri tu. Na nyinyi wenyewe mliona zile timu zote nilizozungumza ziliweza kuingia hatua ya 8 bora, au sio bwana? Ndio. Lakini kuna kutoana zikaweza kufika zote zile nilizozisema, zikafika hatua ya 4 bora, au sio bwana? Na hatimaye timu zimeingia final na mshindi amepatikana kama mlivyoona nyinyi wenyewe. Kama ulivyosema. Sasa yale niliyosema mmeona yale yametokea, au sio bwana? Ndio. Nimekwambieni hivi, mshindi kwanza ni lazima awe kachukua kombe mara moja. Ndio. Umeona na nyinyi wenyewe mmeona Senegal kachukua kombe mara moja, au sio bwana? Lakini nikamwambia vivyo mshindi ni lazima awe anatumia sare za kijani, yani greenet. Au sio bwana? Na mmeona Senegal ametumia greenet na amefanikiwa, umeona? Au sio bwana? Kwa hiyo iko hivyo. Mimi nikisema jambo sio nazungumza tu, ni jambo ambalo litakuwa. Unaelewa bwana? Ni jambo ambalo litakuwa. Kwa hiyo nyinyi wenyewe mmeona Senegal amechukua ubingwa, lakini hata tarehe ya mchezo wenyewe uliochezwa, mchezo wa final, au sio bwana? Ilikuwa tarehe ngapi? Ilikuwa tarehe 18. Ndio bwana. Kwa hiyo una finali waliingia Morocco na Senegal. Ndio. Sasa unafanya hivi. Morocco M13, au sio bwana? 13 bado imeshapitwa na 18. Ndio bwana. Senegal S19, au sio bwana? Umeona hii 18 ilibaki kidogo iwe 19. Umeona bwana? Kwa hiyo Senegal alibakiza moja tu afanane, lakini Morocco yeye alishapitwa. Kwa hiyo ndio maana pamoja na kashikashi nyingi, au sio bwana, pamoja na kutaka kufanya upendeleo, lakini namba imemkataa, au sio bwana? Kama ninavyosemaga, namba ikikukataa unafeli, au sio bwana? Namba ikukataa hata upewe nini, wewe unafeli, mwenzako anapata. Japokuwa na kutaka kubebwa, au sio bwana? Kutaka kupendelewa, au sio bwana? Na nyinyi wenyewe mliona hata Senegal alipata goli akaambiwa sio goli, au sio bwana? Lakini Morocco baadaye akaja akapewa penalty mwisho kabisa mwa mchezo. Lakini mbali na kubebwa, mbali na kufanyaje, penalty akakosa na wenzake wakafunga goli, au sio bwana? Kwa sababu namba imeshampita. Ikikupita namba hata ufanye nini hauwezi kufanikiwa katika maisha yako. Kwa hiyo kama nilivyozungumza kwamba timu itakayochukua ushindi lazima ivae sare za kijani, yani greenet. Na mmeona Senegal ametumia jezi za kijani na kafanikiwa, kwa sababu ndio jezi za bahati. Au sio bwana? Katika mashindano haya timu mbili baada ya kutolewa Zambia, au sio bwana? Timu mbili ndio zilikuwa zina nguvu, Nigeria na Senegal. Umeona? Nigeria
walibadilishiwa sare wakakubali, au sio bana? Wamefika katika hatua ya nusu final, au sio bana? Wakabadilishiwa sare wao wakakubali, wakavaa nyeupe, wakakubali wakavaa nyeupe. Kuvaa nyeupe wametolewa. Ndio. Au sio bana? Lakini Senegal mwanzo mwisho ametumia sare za kijani na kafanikiwa katika kupata. Kwa hiyo Senegal ikapata kama yale nilivyozungumza. Mmeona mshindi katoka vile vile nilivyozungumza, vimekuwa vile vile. Hoja iko wapi? Na kusikilizeni, kama kuna hoja niambieni tuweze kulikabisha jambo. Mtabiri mkuu, kuna hoja fulani hivi. Ndio bwana. Ni kama wazo. Ndio. Kuna baadhi ya watu wanasema kitu kimoja kwamba mtabiri mkuu umetabiri vizuri. Ndio. Lakini miongoni mwa matabiri yako huwa yanatokea kama bahati. Ndio. Kutokana na hii michuano ya African unaweza kutabiri kitu fulani kwamba kinakuwa hivi. Ndio. Lakini kisiwe hivi. Ndio. Umeshanipata vizuri mtabiri mkuu? Ndio. Kuna wengine wanasambia bwana mtabiri mkuu bwana ni mtu wa kusema labda anabahatisha labda. Umeona bwana? Ni kwa nini watu wanakuwa na hofu ya kitu kama hicho ingali wewe umeshatabiri vitu? Umeona bwana? Na pia hao watu huaga pia hata uelewa wao penginepo na kuwa ni mdogo, kwa sababu kuna masuala ambayo huenda ukawa unayasema yakawa hawayafati. Umeona bwana? Sasa mtabiri mkuu sijui unaelewesha nini kitu hicho, kwa mtu ambaye anasema kwamba mtabiri mkuu matabiri yake ni matabiri ya kubahatisha, labda matabiri ambayo labda anaanilio, na kwa sababu kile ambacho umetabiri mtabiri mkuu ndio kitu ambacho kimetokea. Lakini kuna mwingine anaweza akakaa akasema haamini, akasema kwamba na amebahatisha tu bwana, imetokea hivyo. Au kuna wengine wanakuambia kuna wale watu unasikia bwana mtabiri mkuu hata mimi pia nilitabiri, au hata mimi najua kutabiri. Sasa usiu unawaambia nini baada ya mashindano hayo kuisha? Kutabiri hii ni taaluma, au sio jamani? Hii ni elimu kabisa, au sio bwana? Na mimi sibahatishi nikisema mambo. Ni kama vile nilivyomwambia kwenye mashindano ya chani kati ya timu ya Tanzania au Morocco atatoa ubingwa wa chani na ikawa. Unaona vizuri bwana. Vile vile nimetabiri African. Nikasema timu ya kwanza Zambia, ya pili Nigeria, ya tatu Senegal. Angalia, moja Zambia, mbili Nigeria, tatu tu Senegal amepata. Umeona au sio bwana? Kwa sababu zile ndio timu ambazo zina nguvu za kuweza kutoa nini? Kutoa ubingwa. Kwa hiyo mimi nikikutabiria jambo, alafu ukifuata vile nilivyosema, unafanikiwa. Ni kama nilivyosema kwa hivi, mshindi wa mashindano haya au sio bwana? Inatakiwa avae sare za kijani, atumie jezi ya Greenet, atafanikiwa na atachukua kombe, au sio bwana? Kuna timu zikajitokeza zaidi kuweza kuvaa sare za kijani, lakini ziliishia njiani. Mmoja hapo alikuwa ni Nigeria, alivaa sare ya kijani. Senegal, au sio bwana, akavaa sare za kijani. Morocco wenyewe pia walitumia zile kaptula zao zile, walitumia pia za kijani walitumia. Unaelewa vizuri bwana? Lakini Senegal ndio timu ambayo ilitumia sare za kijani mwanzo mwisho. Na nguvu inakuja kwa sare. Na hivi vitu unaweza nikakwambia usiamini, au sio bana? Ukakataa, lakini kataa, penda, usipende, ndivyo hivyo na ndivyo ilivyotokea. Unaona bwana? Kwa hiyo nikakwambia tumia rangi hii unafanikiwa katika maisha yako. Umeona Senegal ametumia rangi ya kijani, amefanikiwa. Nigeria, au sio bana? Walitumia sare za kijani, au sio bana? Wakaenda vizuri kabisa, lakini wakakubali kubadilika, wakavaa sare nyeupe. Kuvaa sare nyeupe wameondolewa kwenye mashindano. Hivyo ndivyo ilivyo. Unaelewa vizuri bana? Lakini mwenzake ameendelea na sare za kijani, amefanikiwa. Vile vile nilisema bana, atakachukua hili kombe, ameshachukua kombe mara moja. Hii itakuwa ni mara ya pili. Ndio hivyo imetokea. Unaona bana? Sasa wewe utaki kitu gani? Kama utaki ukatae tu, lakini ukweli uko hivyo. Ni kama nilivyozungumza pale. Sayari tuliokuwa nayo hii iliyoanza haya mashindano ni sayari ya Saturn. Saturn inataka herufi S. Nikakwambia ndio maana nimemweka hapa Senegal, au sio bana? Kwa sababu nani ana S? Kwa sababu Saturn yenyewe inataka herufi S. Na hiyo ina Saturn ni inataka N kama vile Nigeria, au sio bana? Ndio maana nimeweka hapo, au sio bana? Umeona Nigeria amekuwa mshindi wa 3, au sio bana? Lakini Senegal amechukua ubingwa. Kwa hiyo ni vile nikisema mimi, au sio bwana? Afu ukifuata unapata. Unapata bila wasiwasi kabisa. Ndio maana umeona Morocco mbali ya kubebwa, au sio bwana? Mbali ya kufanywa figisu fulani ili afanikiwe, au sio bwana? Lakini kwa sababu ile namba hana, amefeli. Unaona bwana? Kwa hiyo ndio iko hivyo. Umeona? Kwa mimi nikisema kitu na nyooka tipikali kabisa, au sio bwana? Kwa hiyo nikikwambia ni mimi, wewe unapata bwana, au sio bwana? Lakini ukitaka ufanikiwe vizuri, fanya hivi, unapata. Naelewa vizuri bana? Kwa hiyo iko hivi na ndivyo ilivyotokea. Na ndio maana nakwambia hata unavyoona final wenyewe imechezwa tarehe 18. Senegal S 19. Ilibakia moja tu yeye afanikiwe. Kwa yupo karibu na ushindi. Morocco M13 yuko nyuma, au sio bana? Amefeli.
au sio bana? Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo mimi nikisema kitu sio kama eti nabahatisha, si bahatisha, kwa sababu ni vitu natoa katika sayari. Najua sayari hii inatawala nini, sasa hivi tunatawaliwa na sayari gani, nani anapata. Kwa hiyo ndio maana nazungumza. Ndio. Sawa bwana? Ndio. Hoja ipo. Bado hoja zipo, mtabiri mkuu Afrika. Kwa mfano labda mtabiri mkuu, kuna baadhi ya vitu, kuna baadhi ya timu ambazo ulizitabilia mazuri na ukasema huenda zikana bahati. Lakini kuna baadhi ya timu chache ambazo hizo zimepoteza. Unaweza ukasema sababu ni nini? Penginepo namba ulisema ziko upande wao, lakini hawakuweza kufika. Kuna baadhi ya timu ulisema. Sasa sijui tatizo lipo wapi? Timu nilizozungumza, timu nyingi nilizozungumza zilifika. Katika orodha yetu ya ubao pale nilikuwekea. Au sio? Nikasema Zambia, au sio? Nikasema huyu Zambia anaweza kupata, lakini lazima atokee kwa loser. Akashindwa kutokea loser. Au sio bana? Lakini nikasema Nigeria ndio ya pili, au sio bwana? Baadaye nikasema Senegal ni ya tatu, au sio? Nikasema Ivory Coast ni ya 4, si ndio bwana? Nikasema Morocco wenyewe ni ya 5 na Egypt ni ya 6. Zile timu zote 6 nilizozungumza, zile 5 zote ziliingia nane bora. Kama una kumbukumbu hiyo. Zile 8 zote ziliingia nane bora. Na katika zile 8 timu 4 zote zikaingia 4 bora. Unaelewa vizuri bana? Timu 4 zikaingia 4 bora. Unaelewa vizuri bana? Na katika hizo timu 4, timu moja niliyoitabilia imekuwa mshindi wa 3. Au sio bana? Na moja niliyoitabilia imekuwa mshindi wa kwanza. Na nyingine niliyozungumza imekuwa mshindi wa pili. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kile nilichosema nilikuwa niko sahihi. Unaelewa vizuri bana? Kwa hiyo mimi sikosei katika matabiri yangu. Mimi sikosei kabisa katika matabiri yangu, ila tu wenyewe ndio wanakosea. Kwa sababu nikikwambia tumia sare hii, ukitumia unapata. Ndio maana nikasema hivi, mshindi ni lazima atatumia sare za kijani, ni lazima avae sare za kijani. Umeona? Senegal ni kama wamenisikiliza, net yenyewe. Au sio bana? Usichanganye na nyeusi, vaa kijani yenyewe. Akabadilika yeye na usibadilike yeye, akabadilika akavaa sare nyeupe katika mchezo wa nani semi final. Akabadilika akavaa nyeupe akatolewa, au sio bana? Lakini mwenzake Senegal akavaa kijani vile vile, akaja akamfunga Egypt, au sio bana? Baadaye akapita final, au sio bana? Akaenda akamfunga Morocco, japokuwa kama ninavyosema kwa kubebwa, kwa kunyanyuliwa sana. Morocco alipendwa sana, au sio bana? Lakini kwa sababu tu namba alikosa na hakufuata vile nilivyosema, amefeli. Unaelewa vizuri bana? Kwa hiyo kikubwa ni namba. Na kikubwa ni vile nikikwambia kitu unafanya. Senegal ni kama wamenisikiliza yale niliyowaambia. Nimewambia tumieni sare za kijani, mtapata, na wamepata. Unaelewa vizuri bana? Lakini hata namba ya final ilimpenda Senegal, kwa sababu mchezo umechezwa tarehe 18 na Senegal ni 19. Ilibaki mmoja tu wafanane. Morocco alishakuwa yuko chini, ni 13, alishapitwa na namba. Kwa hiyo hata angefanya nini huwezi kupata mzee. Unaona? Na ndio maana umeona umepewa mpaka penalty, lakini hakuna. Unaona bwana? Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo mimi nikisema kitu nanyoka na nakwambia ni kitu ambacho kilichopo kweli kabisa, kwa sababu ni vitu natoa katika sayari. Nanielewa ndugu yangu? Hoja ipo. Mtabiri mkuu Afrika. Nadhani michezo itakuwa mingi mbeleni huko. Na nataka pia ueleweshe watu kitu kimoja, kwamba matabiri yako ambayo unayatoa ni matabiri ambayo yana uhakika kabisa. Na ni matabiri ambayo unachokizungumza ndio jinsi ambavyo kinakuja kutokea. Sasa naomba ueleweshe watu kwamba unaposema jambo fulani ni walengwa gani wafanye, kwa sababu unaweza ukazungumza jamani, mwaka huu labda kuna 1 2 3, lakini inabidi kwamba kitu hiki afanye nani, kwamba unajua watu wanashindwa kutofautisha. Kwamba wewe umezungumzia timu, kwamba timu inabidi inywe maji ili mradi ishinde, iingie na jezi ya kijani. Wajakute jezi ya kijani anavaa shabiki. Alafu baada ya muda timu kufungwa, kwamba mbona sisi tulikula nyama uwanjani? Au mbona sisi ndo tulienda na gari? Au mbona sisi ndo tulikimbia? Sasa hapo kuna sintofahamu ambavyo watu wanashindwa kuelewa. Hebu naomba ufafanue vizuri, mtabiri mkuu. Ni kama ninavyozungumza kila siku. Nikisema swala lote la uwajibikaji, uwajibikaji anatakiwa afanye yule anaocheza. Na ndio maana Senegal nikasema vaeni sare za kijani mtapata. Wamenisikiliza. Umeona? Wamevaa sare za kijani na wamekwenda wamepata. Unaelewa vizuri bana? Kwa sababu nikizungumza kitu watakuwa afanye yule anaocheza mwenyewe, au yule kinachomhusu.
Kwa hiyo wanakwenda kufanikiwa Senegal, na kama mnavyojua wenyewe Saturn ni Zohari. Zohari ni matatizo, au sio bana? Kwa hiyo hata timu ya Senegal mbali ya kuchukua ubingwa, lakini ni lazima itapata kesi, au sio bana? Lazima itapata kesi au itapigwa fine fulani, au sio bana? Kwa sababu Zohari hupati hivi, lazima utalipishwa, lazima ulipishwe, lazima utalipishwa, umeona? Kwa hiyo mbali na hivyo Senegal amechukua wakili, lazima atalipishwa, au sio bana? Kwa hiyo iko hivyo, umeona? Kwa sababu Zohari yenyewe haiendi moja kwa moja tu ukafanikiwa tu moja kwa moja, unaona bana? Kwa hiyo iko hivyo, mimi nikisema jambo linakuwa. Kwa hiyo Senegal ni kama walinisikia yale niliyozungumza, umeona? Wamepata, umeona bwana? Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo ninaposema uwajibikaji anatakiwa yule anaocheza au yule niliyomwambia fanya hivi, ukifanya unapata. Sawa bwana? Ndio. Hoja ipo. Na mtabiri mkuu, turudi kidogo nyumbani. Kwa nini sisi timu zetu za hapa Tanzania zinashindwa kutoa ubingwa huo, au kwa nini timu yetu imeshindwa kutoa ubingwa wa African? Timu ya Tanzania sasa? Ndio, timu ya Tanzania. Timu ya Tanzania imeshindwa kutoa ubingwa wa African kwa sababu kwanza namba yao wao ilishapita. Ndio. Ilishapita namba yao. Namba yao ni ile waliocheza chani ile. Ndio. Ile ndio ilikuwa namba yao. Wao na Morocco. Ambao ilikuwa tuko Jupiter. Ambao pale tuko Jupiter. Sasa hivi ndo Saturn. Sasa hivi tuko Saturn. Ndio. Unaelewa vizuri bana? Kwa hiyo Jupiter ndio anapata yule ambaye hatarajiwi. Kwa hiyo namba yao imeshapita, na hata Morocco wenyewe haya mashindano yangechezwa wakati wa Jupiter wangechukua, lakini namba wao ilishawapita. Ndio maana yani kila kitendo cha kuahirishwa yale mashindano ni kwamba namba zinawasogelea wengine. Unaelewa vizuri bana? Kwa hiyo Morocco alikuwa ana nguvu kama mashindano yangechezwa wakati wa Jupiter. Unaelewa vizuri bana? Wakati wa Jupiter Morocco angekuwa na nguvu, lakini ile hali ya kuhairishwa ya kusogezwa mbele yale mashindano, maana yake wewe unaambiwa ukose akapate mwingine. Unaelewa vizuri bana? Wewe ukose akapate mwingine. Wewe ukose aende akapate mwingine. Kwa sababu kule kuahirishwa kule kusogezwa mbele kwa jambo. Kule kusogezwa mbele kwa jambo hakupo tu. Kule kuna kuwepo ili namba wewe ikupite akachukua mwingine. Unaelewa vizuri bana? Kwa hiyo ndio maana Morocco mbali na kujitahidi kuweza kufika final, lakini amefeli, au sio bana? Kwa sababu namba imeshampita, na ndio maana hata tarehe umeona tarehe 18. Mechi kama ingechezwa tarehe 12, Morocco angekuwa ana nguvu. Lakini imechezwa tarehe 18, Senegal kabakiza moja, kapata. Kwa hiyo Tanzania alifeli kwa sababu namba zilishamwacha. Na hata kama nilivyozungumza wakati anacheza ile 16 bora na Morocco, ilichezwa tarehe 4, au sio bana? Tarehe 4 nikawaambia kama nilivyozungumza pale kwamba Morocco ni 13, moja na 3 ni 4, amepata. Kwa hiyo Tanzania mbali ya kuwa kama kapendelewa, au sio bana? Kama kaonewa, au sio bana? Lakini ndio hivyo ametoka kwa sababu namba zimeshampita. Lakini yale niliyosema yote mmeona yamekuwa kama vile nilivyozungumza, na ushahidi upo pale, tumechora wenyewe, mlikuja wenyewe, au sio bana? Kwa hiyo hali iko hivyo. Kama kuna swali na kusikiliza. Mtabiri mkuu Afrika, mimi bwana, kwa swali hakuna. Ndio bwana. Kwa sababu kile ambacho umekitabiri ndo kitu ambacho kimetokea. Ndio. Na kile ambacho umekisema tumeona. Ndio. Umeona bwana. Labda kwa wenye maswali watakuwa ni hawa ambao wanakufuatilia, kwa sababu kila mmoja ana swali lake. Na nikisema hapa niseme nikuulize kila swali basi hatutomaliza. Kwa hiyo mwenye swali lake anaweza kukupigia simu. Lakini kuna swali ambalo nimetumwa nije kukuuliza kwamba licha ya utabiri wa michezo, licha ya utabiri wa kidunia jinsi inavyokwenda, sawa, hiyo kazi ya utabiri ni shughuli yako ambayo unatabiri kila aina ya jambo, labda mtu mwenye mambo yake binafsi, au wewe umebobea katika masuala ya kimichezo labda na mambo mengine? Nyota ni kila jambo. Nyota ni kila jambo, hata kama wewe una mambo yako bwana. Wewe unaitwa fulani, au sio bwana? Unataka kufanikiwa kitu fulani. Mimi ukija kwangu na kushauri, au sio bwana? Bwana kama unataka ufanikiwe kitu chako, fanya tarehe kadhaa, kianze hicho kitu kitafanikiwa. Lakini bwana, jambo lako wewe labda unatakiwa ufanye kwanza afu litafeli afu rudia tena, au sio bana? Inategemea mtu na nyota yake, au sio bana? Au nakwambia jambo lako wewe unapata bana, lakini usiwe peke yako, au sio bana? Tafuta mtu mwingine, ungana naye, unapata. Kwa hiyo ndio elimu yetu hiyo, na sio mimi tu wanatumia elimu hiyo huko uzunguni, huko Arabuni, au sio bana? Inatumika sana, inaitwa elimu ya nyota, au sio bana? Au elimu ya unajimu inatumia. Hii ni kujua bwana, wewe mwanamke fulani anakusumbua, ukitaka umpate bwana,
watakuwa ufanye hiki ufanye hivi, unampata, au sio bwana? Kwa hiyo iko hivyo, umeona kazi inakusumbua bwana ukitaka kazi ikusumbue bwana, nakwambia sasa wewe kutokana na nyota yako wewe, kila siku asubuhi hakikisha uenda msalimia mzee wako, utafanikiwa kwenye kazi yako, basi mambo yanakwenda vizuri. Iko hivyo. Unaelewa vizuri bwana? Kwa hiyo hizi ni elimu ambao watu wanashindwa kuzielewa. Tunazungumza katika masuala ya kimichezo tu, lakini mambo mengine yapo. Tunazungumza na watu wanafanikiwa kabisa na jambo rahisi kabisa. Au sio bwana? Ni jambo rahisi kabisa. Au kwa mfano mtu unakuja hapo sasa hivi, wewe ndoa inakusumbua labda, au sio bwana? Mwanamke wako anakusumbua au mwanaume wako anakusumbua. Mimi nakuja na kuangalia, najua wewe unatakiwa uwe mke mweusi, wewe mke ulioa ni mweupe, au sio bwana? Sasa wewe unatakiwa uwe mke mweusi afu umeoa mke mweupe, unamfanyaje? Utamwacha? Haiwezekani. Utampaka kiwi? Haiwezekani. Kwa hiyo mimi ukija kwangu ndo nakushauri wewe, kwa sababu inabidi uwe mke mweusi na umeoa mke mweupe, mwambie mke wako awe anapenda kuvaa mavazi meusi, au sio bana? Nyumba yenu pakeni rangi nyeusi, mtafanikiwa kabisa katika mambo yenu. Na mkifanya nyie mahusiano yenu, hakikisheni kuwa kuna giza. Mkiingia katika tendo, hakikisheni kuwa kuna giza, mtafanikiwa kabisa. Kwa hiyo iko hivyo, unaelewa vizuri bana? Basi ukifanya hivyo, kutekeleza mambo yako yanakunyokea. Kwa hiyo sio mambo ya michezo tu, au sio mambo ya mipira tu. Kwa hiyo hata maisha yetu ni nyota, au sio bana? Hata maisha yetu ni nyota, lakini ukielewa ufanye nini, basi lazima uelekezwe, fanya hivi, unafanikiwa. Unaelewa vizuri bana? Na ukifanya ni elimu kabisa kubwa kuliko inashinda dawa, inashinda ilizi. Unaelewa vizuri bana? Kwa hiyo iko hivyo. Mimi nashughulika na mambo mengi, sio mambo ya matabiri ya mipira tu au mambo ya matabiri ya michezo. Nashughulika na mambo hata ya maisha. Nitakuwa nimejibu swali lako vizuri. Basi sawa, hakuna shida mtabiri mkuu. Bwana, shukrani sana. Tutakutana tena katika vipindi vijacho. Asante sana. Lakini sasa mnachelewa, au sio bwana? Kwa sababu watu mimi wananifanyia mawasiliano, au sio bwana? Ndio. Sasa bwana, nani naambia bado wale watu wakija nitafanyaje? Nitasema. Sasa nyinyi mnachelewa, mchezo ushaisha na nyondo mnafanyaje? Kumlazi kidogo bwana mtabiri mkuu, siku nyingine tutawahi. Natoka Dar es Salaam ni mbali, lakini waini, au sio bwana? Nyinyi naambieni mtafuteni, nipo. Nitakuja kuambia watu, au sio bwana? Watu wanapenda, wanafuatilia, au sio bwana? Lakini nyinyi mnachelewa sasa. Kwa mfano sasa mchezo ushachezwa, nyinyi ndo mnakuja. Lakini elimu zetu ni zile, au sio bwana? Ni kama nilivyozungumza katika matabiri yangu yale, au sio bwana? Mlivyokuja awali kabisa, mlikuja nafikiri tarehe 20 au 19 hivi. Tulikuja tarehe 19 mwezi wa 12, au sio bwana? Mkafika hapa tukamwambia ili watu waelewe, tusiseme twendeni tukachole, au sio bwana? Kwa hiyo mkawacholea pale timu ambazo zina uwezo wa kufanikiwa mkubwa, na nyie ni mashahidi, mmeona, au sio bwana? Zile timu zote nilizozungumza zimeingia na Debola, hatimaye zikapungua zikaenda nusu, na mshindi akapatikana. Lakini mshindi mbali ya kupatikana, kama nilivyosema, sayari yetu ya mchezo ni Saturn. Saturn inataka herufi yes, na ndio maana umeona Senegal amefanikiwa. Lakini Senegal mbali ya kufanikiwa pia amefuata vile nilivyozungumza, vile ambavyo nimesema amefuata, ndio maana akapata. Unaelewa vizuri bana? Kwa hiyo nikisema kitu mimi, hicho kitu kitakuwa na kuhakikishieni, na bado mambo yanaendelea, au sio bana? Lakini kutokana na matukio atakavyoendelea, nyinyi njooni, mimi nitawaambia. Basi asanteni sana na karibuni tena siku nyingine. Au kuna hoja? Kuna hoja mtabiri mkuu. Basi asanteni sana na karibuni tena siku nyingine. Na mimi sasa hivi nitatoka kidogo, lakini kama kuna jambo lolote niambieni. Kama nipo basi nitaambia njooni, kama sipo nitakujulisheni pia. Basi hakuna shida. Basi asanteni sana na karibuni tena siku nyingine, na kila kitu kitakwenda sawa kama vile tulivyopanga. Asanteni sana na karibuni sana. Asante sana.